Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu, mtazamaji unayenitazama sasa na kunifuatilia kupitia channel hii ya EAGT Mlima wa Moto. Isaka, ninakusalimu tena kupitia jina la Yesu. Ndugu mtazamaji unayenifuatilia kupitia channel hii, na kwenda kushirikisha neno moja muhimu sana katika maisha ambalo litakuwezesha wewe kuendelea kuimarika kiroho na utaendelea kuwa mtu mwenye imani isiyotikisika. Hapa unavyoniona hapa kwenye mazingira hayo unayoyaona hapa, nipo katika mapango ya mlima wa maombi tunapokuepo. Na mlima huu ni mlima wa maajabu, mlima wa kujitazama. Ni mlima ambao ukifika hapa wewe mwenyewe kwa kweli utajiona, huwezi kuona mwingine, utajiona mwenyewe. Unapokuwa huko ulaiani, kwa maana nyingine tukiwa huko huwa tunapaita huko duniani. Tunapokuwa duniani unaweza kaona kwamba labda pengine unaweza ukawa huko sawa 100%. Yaani uko very perfect, lakini unapokuja katika maeneo kama haya unaweza ukaona jinsi sasa mapungufu yako jinsi yalivyo, kwa sababu hapa utajitazama. Lakini pia Mungu anakusaidia, unapata darubini, macho ya kiroho ya kujitazama vizuri. Na unapojitazama vizuri, basi unaona wazi kwamba wewe ndio fulani. Kwa hiyo nikukaribishe sana kwa ajili ya maombi katika mlima huu tarehe ya leo. Tupo mbele za Mungu na watumishi wa Mungu wengine ambao sasa tayari wamegawanyika katika maeneo mbalimbali ya madaraja ya maombi. Nimechukua klipu hii kuweza kuwajulisha kwamba katika dunia hii tumekuwa na mkanganyiko mkubwa sana wa kiimani kwa sababu ya mambo mengi kuingiliana. Na hii yote imetokana na kwamba watu wengine wameishika Biblia kwa maana nyepesi. Biblia wameishika kwa maana nyepesi, hawajazama kwa katika vina. Na Biblia wanaitafsiri katika namna nyingine ya mahitaji yao wenyewe. Kwa hiyo wanatafsiri Biblia kama wanavyotaka wao na si kama Mungu anavyotaka. Na kwa sababu hiyo tumekuwa na mpasuko mkubwa sana wa hatari, hasa kwa watu ambao bado walikuwa hawajapata neema na mwangaza. Ni ngumu sana kutambua original na fake ikoje. Na hiyo kwa sababu gani? Hakuna mtu katika dunia hii. Katika Injili ya Mathayo ile sura ya 5, sura ya 6 mstari wa 24 anasema hakuna mtu aweze kutumikia mabwana wawili, maana atamwacha huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu au kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini, mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Maneno haya ni muhimu sana kwa msikilizaji unayesikiliza na kunitazama, kwamba Mungu anahitaji mtu mmoja anayeweza kutoa nafasi ya kwamba Mungu ndiye wa kwanza katika maisha yake, na halafu hajuti kuwa hivyo alivyo. Leo watu wengine wanatamani kuhitimu kwenye ujuzi wa kupata mali, wanatamani wapate pesa, wawe wanawake wengi, wawe na miradi mikubwa, lakini hawaumizi kichwa kufikiria ni jinsi gani wanaweza wakakaa na utukufu wa Mungu. Na kwa sababu hiyo wamekuwa ni watu ambao wametambikiza kwa shetani na kwa Mungu. Kwa Mungu wameshindwa kujitoa kwa sababu ya ule uchu wa mali unaoishi ndani. Na hivyo wameshindwa kutoa kabisa ibada ya kweli, ibada ya kumpendeza Mungu. Na kwa sababu hiyo wameshindwa kumzalia Mungu matunda ya kweli. Nikuombe ndugu mtazamaji unayenitazama kwamba hakuna mtu anayeweza kutumikia mabwana wawili, kwa sababu huwezi kuwaridhisha wote. Mungu wetu anachukia ibada za sanamu, lakini leo watu wanatumia Injili kuuza ili wapate pesa. Wanatumia Injili ili kusudi wanufaishe maisha yao. Na kuambia hakuna mtu duniani aliyepata umaarufu kwa kuuza Injili au kwa kupata utajiri wa kuuza Injili. Watu wengi waliopata mali, Mungu aliwabariki mali, walikuwa wanajishughulisha, wanalima, wanafuga, wanafanya na biashara huku wakimtanguliza Mungu. Hakuna mtu ambaye alitegemea
atakuja kupata mali kwa kuuza mali ya Biblia. Na hii, ndugu mtazamaji, kwa kweli ni jambo ambalo kwa sasa ni baya, na tunahitaji watu mjaribu kufikiri, mpate ukombozi wa fikira kwenye maisha, ili muweze kujua kwa nini Mungu anataka mtu amuabudu. Maana amri ya kwanza inasema kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Kwa hiyo kama ukiishika amri hii ya kwanza na kubwa, basi juu ya hayo mengine hatuna mashaka. Kwa hiyo jitenge sana, na ukitaka kufanikiwa kuushinda ulimwengu huu, zaidi sana penda kuiga maisha ya Yesu. Yesu Kristo alikuwa mwombaji. Yesu Kristo alimwamini Mungu, alimtegemea Mungu masaa yote, na wala hakuwa tayari kushikamana na chochote ambacho kingemweza kumletea utengano kati yake na Mungu. Hakuwa radhi na chochote kabisa. Alimuishia baba yake, na akatufundisha mifungo, maombi. Ziko tamaa zingine zinaishi kwenye miili ya Wakristo hii kwa sababu tu hawapendi mifungo, hawapendi maombi. Maombi ni mawasiliano, na ukijua maombi utakuwa umeingia kwenye kujua aina za silaha za kimkakati za kushinda uharibifu wa yule mwovu Ibilisi. Mungu akusaidie sana ndugu unayenisikiliza, uweze kushinda ulimwengu na vishawishi vyake. Uokoke kikweli kweli na umtegemee Mungu maisha yako yote. Itakusaidia nini dunia hii upate mali zote zilizomo, alafu mwisho wa siku kaishia kuhukumiwa tu na kutupa kwenye moto wa milele? Itakufaa nini upate majina mazuri ya kifahari, majina usifiwe, upewe umaarufu kote duniani na Marekani na dunia yote kwa ujumla, alafu Mungu asikutambue siku ya mwisho kaishia kuhukumiwa kwenye moto wa milele? Itakusaidia nini? Kwa nini usishikamane? Na kiangata miaka inakwenda kwa kasi sana. Maisha ya mwanadamu chini ya jua yanaenda kwa kasi, na ni neema hata kuwa hapo ulipo. Wengine wamekufa, hawapo duniani, na walikuwa na akili kuliko wewe. Wengine walikuwa na bidii kuliko wewe, lakini wameondoka duniani na wameviacha vitu. Sasa tafuta, kumbuka, uwe mwenye akili, alafu ukumbuke kuyafanya mambo ambayo yatakusaidia wewe. Na nikuombe neno moja tu, kama ni mara ya kwanza kutazama kupitia channel hii, uweze kusubscribe ili uwe wa kwanza ninapokuwa nikitoa clip hizi. Unaweza ukawa unapata elimu za kukusaidia na kujifunza. Mungu akubariki sana, lakini endelea kuwa na utayari huo upatikanao kwa njia ya Injili, na Mungu atakusaidia sana. Mungu akubariki sana.